Mambo 10 makubwa ambayo wanandoa huyafanya yanayopelekea talaka. Naitwa Frank Mavura, ni mwandishi wa habari lakini pia ni rafiki yako katika maisha. 1. Kuchukuliana poa. Pale ambapo hamthaminiani tena, upendo hupotea. Kujisikia kutothaminiwa kupelekea kutengana kihisia, jambo ambalo mara nyingi husababisha talaka. 2. Mawasiliano duni. Wapenzi wanapoacha kuzungumza kwa uwazi, hakuna tena kufichana, hali ya kutoelewana na kinyongo huonekana. Hatimaye umbali wa kihisia huwa mkubwa sana na kupelekea kutengana. 3. Waweka mbele wengine mbele ya mwenza wako. Iwapo kazi, marafiki au familia daima vinapewa kipaumbele kuliko mwenzi wako, ndoa huanza kupigwa na mawimbi mazito sana. Kuruhusu ukosefu wa ukaribu wa kimwili na kihisia. Ukaribu ndio nguzo ya ndoa imara. Ukikosekana, wanandoa huanza kuhisi wapo tu kama wapangaji wanaoishi nyumba moja, na wengine huanza kutafuta ukaribu kwingine. Kuficha siri na uongo. Iwe siri, madeni ya siri, makosa ya zamani au uongo mdogo mdogo tu hupelekea kutoaminiana na mwishowe ndoa huvunjika. Unakuta mtu anaka kitu kadogo sana, anachati na mtu mwingine bila mpenzi wake kujua, anachati na ex wake bila mpenzi wake kujua. Akija kujua ambaye tu bana ni marafiki tu wa kawaida sasa hivi. Kutoweka mipaka na watu wa jinsia tofauti. Mahusiano mengi ya kimapenzi huanza kama urafiki wa kawaida tu bila mipaka. Hisia zinaweza kuhamia nje ya ndoa na kusababisha usaliti. Hili limezigharimu ndoa nyingi sana. Unakuta mtu amekutwa DM na nini, mambo poa, fresh, wabadilishana namba, kesho kutwa wanaanza kuchat kwa siri, kesho kutwa wamekutana sehemu, wanashiriki lile tendo la ndoa. Ndio hapo ndoa inapoanza kuharibika. Atakapokufuata huko DM, hakikisha aidha mwenzako anajua au mkatae mapema tu, mkatae, mwambie na ndoa yangu mimi ni mke au mume wa mtu, mambo mengine yaendelee. 7. Kujilinganisha na wanandoa wengine. Hapa ndipo mitandao ya kijamii inapogeuka mwalimu mbaya, kwani huonesha picha zisizo halisi za mapenzi. Kujilinganisha na wengine huleta hali ya kutoridhika na ndoa yako. Unakuta mtu mwingine anaangalia, mbona wale wanafanya hivi, mbona wale wanafanya hivi, bila kujua kinachowakuta ndani yao. Unaweza kukuta wanapitia maisha magumu, wanajaribu kujiweka vizuri ili watu waone kama wanapitia sehemu nzuri, lakini si uhalisia. Ndoa nyingi sana katika mitandao si uhalisia wa kile ambacho wanakiishi ndani. Kutegemea mwenza wako ajue kile unachohitaji bila kumwambia. Yaani kama huyo jamaa au huyo dada ni malaika, hakuna anayejua kinachoendelea moyoni mwako bila kumwambia. Mahitaji yasiyosemwa husababisha matarajio yasiyotimizwa na kufadhaika. Yaani utajikuta tu unaishia kuumia, kusononeka, kwa nini anijali kwa hichi, kwa nini? Mwambie, achana na ukimya. Mwambie leo, utaona matokeo yake. Mwambie nahitaji nini, mwambie nahitaji hiki, nahitaji kile, nahitaji tufanye hivi, nahitaji kwenye mapenzi yetu. Hata kwenye mapenzi tu, lile tendo la ndoa, watu wanaongea, geuka hivi, nenda hivi, kaa hivi, mshazari. Yaani hivyo ndio maisha yanavyoenda. Achana na ukimya. Utahisi kwamba anajua, hawezi kujua. Yesu malaika. 10. Kukataa kuomba msamaha au kukubali makosa. Kiburi huua ndoa. Kutokubali makosa au kuomba msamaha huongeza migogoro na kuwagawa wenzi zaidi. Unakuta mtu amekosea, haombi msamaha, hasemi chochote mpaka yeye aambiwe. Wewe ni malaika. Wewe ni nani hapo kwenye hiyo ndoa au kwenye hayo mahusiano? My dear, omba msamaha na ukubali. Kwanza kubali kwamba hili ni kosa, lakini pia omba msamaha. Itakusaidia sana. Punguza ego. Like, comment na ureposti video hii. Kama hili ni jambo linalokusumbua na unahitaji ushauri, njoo DM tuzungumze kwa undani.